sana kwa sababu wapo wengi ambao wanatamani sana kufanya ibada kama hizi. Leo kijaribu kuangalia, kuna wenzetu leo siku kadhaa zimeisha, wako kwenye mapambano na kijana wanatamani sana kupata muda kufanya ibada, lakini haiwezekani nchini mwao. Wao ni mwendo kupigana. Kwa hiyo wakati mzuri wa kushukuru Mungu sana kwa nafasi sisi aliotupa. Mimi na wewe kwa amani kabisa tunaweza kukusanyika mahali hapo. Yaani kaona shule moja iliyopigwa kibomu, shule ya wasichana wengi wakafa wanafunzi. Sasa unajiuliza wanafunzi wanakosa gani? Ikipigwa Tanzania ikapigwa chuo cha walimu Morogoro, mimi na wewe ni hatujui kesho yetu. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwa Yesu asifiwe sana. Jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini pia nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Mungu kwa mkutano wa leo. Kwa kweli tumekuwa na bahati nzuri sana kuwa na wageni karibuni. Bwana asifiwe. Leo tuko na mwenyekiti wa mkoa kwenye mkoa wake. Sasa mimi naomba nisiwe msemaji sana, ili yeye aweze kusema sababu yeye leo yuko kwake. Sasa mimi nichukue tu nafasi hii, naomba tusimame wakati tunakwenda kumkaribisha Furahia Mungu sana juu ya uwepo wenu na mapokezi yenu yaliyo mazuri. Amen. Watumishi wa Bwana, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Sina haja ya kutambulisha, tunafahamiana. Tunamshukuru Mungu kwa kunipa kibali na neema kuweza kusimama mbele yenu siku ya leo, wasomi wa Bwana, na kwa kusema maneno mawili matatu ambayo tunahitaji kuzungumza nasi sote mchana wa leo. Amina. Ninaomba nimshukuru Mungu alafu niweze kuendelea na siku na somo la leo. Baba yetu Mungu uliye mwema mtakatifu, ninakushukuru Baba wa mbinguni kwa sababu wewe peke yako ni mwema. Asante Mfalme wa amani kwa neema hii na kibali ambacho tunaachilia siku ya leo watoto wako kuweza kukusanyika mahali hapa. Nasi Bwana tumekusanyika tukapate kusikia kama neno lako liposema ya kwamba kusanyikeni tukapate kusikia. Nasi Mungu tumekusanyika hapa, tunatamani kusikia maneno yako, tunatamani kusikia maagizo yako, tunatamani kusikia nini ambacho unakitamani katika maisha yetu. Nasi Bwana tunajiweka mikononi mwako. Naomba Roho wako Mtakatifu akapate kuzungumza nasi. Naomba Roho wako Mtakatifu akapate kusema nasi. Nami mfumo wako najiweka mikononi mwako, ye Bwana. Ninaomba Bwana unitumie kinywa changu kama jinsi upendavyo. Ninaomba Bwana unitumie Mfalme wa amani, nisinene yaliyo ya mapenzi yangu, bali Bwana nikapate kuyanena yaliyo mapenzi yako. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akatawale fahamu, akatawale uelewa wangu, yakapate kuzungumza yaliyo ya kwako tu Bwana. Katika jina lako Yesu Kristo, na wakabidhi watu wote mikononi mwako, kwa kuwa Bwana umetenda na utendelea kutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafurahi sana kusimama mbele yenu. Naomba kwa siku ya leo tuzungumzie kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa kwanza hadi ule wa 10. Maandiko ambayo tunayasoma, maandiko ambayo tunayaelewa,
tunasoma mara nyingi, lakini siku ya leo natamani tukumbushane na tuweze kueleweshana katika kitabu hichi. Somo langu limeandikwa kwamba kukaa ndani ya Yesu na Yesu kukaa ndani yake. Kukaa ndani ya Yesu na Yesu kukaa ndani yake. Inawezekana tumesikia mara nyingi habari ya kukaa ndani ya Yesu. Tumesikia mara nyingi Yesu kukaa ndani yetu. Ila tunapokisoma kitabu hichi kinaonyesha habari ya namna ya kukaa kwa Yesu na Yesu kukaa ndani yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome maandiko haya matakatifu alafu tuweze kuendelea. Kitabu kinasema hivi: mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile msaavyo sana. Ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana ya kukaa ndani ya Yesu? Anazungumzia upendo wa kukaa ndani yake. Anasema ya kwamba kama vile Baba alivyompenda na yeye alivyotupenda sisi, tukae katika pendo lake. Pendo lake ni pendo la namna gani? Pendo la Yesu ni pendo la kujitoa. Anatamani aone vijana ambao wanasema ya kwamba nimo ndani ya Yesu kwa kufanya maamuzi ya kujitoa. Kwa kujitoa kwa hali, kwa kujitoa kwa moyo, kwa kujitoa kwa mali, kwa kujitoa kwa vyote alivyokuwa navyo, ili kuhakikisha ya kwamba hakika yumo ndani ya Yesu. Hakika Yesu bado anamtunza, Yesu bado anamthamini, na Yesu ni wa kwake. Amina, watumishi wa Bwana. Ni lazima tukae katika pendo la Yesu. Alikufa msalabani kwa sababu yetu. Aliacha enzi na mamlaka kwa sababu yetu. Si ya kwamba aliacha enzi na mamlaka kwa kazi bure, lakini aliacha enzi na mamlaka kwa kusudi mahali na kumkomboa mwanadamu. Tunapaswa kuthamini upendo wa Yesu katika maisha yetu. Tunapaswa kuthamini upendo alioonyesha katika maisha yetu, kwa sababu alijitoa kwa karama. Uhai wake msalabani aliutoa, akaimwaga damu yake ni kwa sababu yetu. Kwa hiyo anatamani kuona watu ambao wanathamini lile pendo ambalo yeye amelitoa, amelionyesha kwenye maisha yetu sisi. Anatamani kuona kijana ambaye anathamini tu lile tone la damu ambalo limemwagika pale msalabani. Anathamini, anaona ya kwamba nikirudi tena kwenye dhambi ni sawasawa ninamrudisha Yesu mautini, ninamrudisha tena Yesu msalabani. Anatamani kuona kijana ambaye anathamini ile tone ya kwamba sipaswi kurudi tena katika dhambi, inapaswa kumng'ang'ania huyu Yesu. Damu aliyoimwaga ni ya thamani sana kuliko damu yoyote ile katika ulimwengu huu. Mungu anatamani kuona kijana anayethamini upendo wake. Amina, watumishi wa Bwana. Amina, watumishi wa Bwana. Yesu kukaa ndani yetu.
Yesu kukaa na yeye. Ni kitendo cha Yesu kuingia ndani ya mtu ambaye amemwamini na kuacha mambo yote maovu ili kumfanya awe hai tena kimwenendo, kifikra na kiafya. Yesu kukaa ndani yetu ni kitendo cha Yesu kuingia ndani ya mtu ambaye amemwamini na kuyaacha mambo yote maovu ili kumfanya awe hai tena kimwenendo, kifikra na kadhalika. Yesu anapoingia ndani ya mtu ambaye amemwamini na kufanya Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kuamua kuyaacha yaliyo maovu yote, anaingia ndani ya mtu ili ampe uhai tena, ampe nguvu tena, hakikisha ya kwamba huyu mtu anastawi tena, anakuwa imara tena. Ule utu wa mwanzo unabadilika, anauingiza utu mpya, ambao huu utu mpya ni utu ambao hauharibiki. Unatamani kutunzwa na neno lake kile itwapo leo. Unatamani kutunzwa kwa kuwa karibu na Yesu peke yake. Bwana Yesu tusaidie sana. Yesu ndipo anapoingia ndani ya wewe na anafanya jambo lingine jipya. Kitendo kile cha kwanza cha mtu kufanya maamuzi ndicho kinachokamilisha Yesu kuingia ndani ya mtu na kukaa na kutulia na kulifanya tawi liwe vizuri, maana ndiye shina ya mambo yote ndani ya mtu. Yesu anapokaa ndani ya mtu, Mungu anahakikisha huyo mtu anakuwa vizuri, maana Mungu yeye ndiye mkulima, anatunza usafi. Kitendo cha kwanza kinamsababisha Yesu kuhakikisha ya kwamba mtu anakuwa vizuri. Ni sawasawa na shina, ni sawasawa na mti ambao umepandwa, ambao lile shina limebeba mizizi, ambayo ile mizizi inanyonya madini, inanyonya chumvi, inanyonya nini, alafu inafamisha katika matawi, na matawi yanastawi, matawi yanakuwa mazuri, kisha matawi hayo yanazaa matunda. Ndivyo ambavyo yupo Yesu wetu. Na ule mti uliopandwa, ni lazima yule mkulima ahakikishe ya kwamba anautunza vizuri na ule mti unazidi kukua. Ndivyo ambavyo yupo Mungu wetu. Yesu yupo kuhakikisha ya kwamba sisi tunakuwa vizuri katika maisha yetu, kimwenendo, kifikra